asifiwe sana. Jina langu ni Apostle Mabono Junior, na jioni ya leo ningependa nikuletee ujumbe mmoja ambao naamini utakusaidia sana, na ujumbe huu unahusu kuepuka maadui wa mafanikio. Kuepuka maadui wa mafanikio. Kuna maadui wengi sana ambao wanapambana na mafanikio ya watu mbalimbali. Na kila mtu, yani karibu kila mtu anakutana na hawa maadui na wanapambana naye, na inategemea uwezo ulionao kuweza kukabiliana nao. Na watu wengi tunakuwa tunashindwa kwa sababu ni maadui ambao wana nguvu yao, wana nguvu ambao ni wakati mwingine ni changamoto sana kuweza kukabiliana na hawa maadui na kuwashinda. Adui wa kwanza ni hofu. Hofu ni kinyume cha imani. Hofu ni kitu ambacho kinamtishia mtu, kumfanya uwezo wake ufifie, uwezo wake uparalyze. Na hofu ina sifa mojawapo ambayo inaweza kusema kwamba ina sifa ya kutengeneza vitu ambavyo sio halisi ili kutishie uogope kuchukua hatua fulani. Na nataka nikuambie vitu vingi ambavyo unatamani kuvifanya ndio vitu ambavyo unaviogopa. Na vitu vingi ambavyo unaviogopa ndio vitu ambavyo ukivifanya unafanikiwa. Kwa hiyo hofu ni mbegu ya adui. Kama vile ambavyo Biblia inasema katika Warumi sura ya 10 mstari wa 17, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Vivyo hivyo kinyume chake, hofu na yenyewe inakuja kwa kusikia, lakini kusikia neno la shetani. Kuna neno ambalo shetani analipanda ambalo linakufanya uogope. Unawaza kufanya biashara fulani, lakini una kila ukiwaza unaogopa, lakini ndio biashara ambayo ukifanya utafanikiwa. Kwa hiyo ukimshinda adui hofu, lazima utafanikiwa. Ukitaka kufanya kitu fulani, unataka kuanzisha biashara fulani, unapaswa kuwa na uwezo wa kushinda hofu, kwa sababu hofu ina paralyze uwezo ulionao. Hofu inafanya uparalyze mikono yako ya kufanya kazi. Hofu inafanya uparalyze akili, uwezo wako wa kufikiria jambo, kuchakata jambo na kulifanyia kazi. Ukiwa na hofu una paralyze, huwezi kufanya. Potential zako haziwezi kuonekana, haziwezi kukusaidia, kwa sababu kila unapoanza kufanya jambo unaogopa. Kwa hiyo adui hofu ni adui wa kwanza kabisa ambaye unapaswa kumshinda ili uweze kufanikiwa katika maisha ya kiroho, maisha ya kimwili, shughuli za kila siku. Unapaswa kuwa na mtu jasiri. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, wakati ambapo Musa anamuhusia Yoshua ambaye anachukua nafasi ya kufanya kazi kuongoza wana wa Israeli, anamwambia uwe shujaa, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mungu anamwambia Yoshua uwe hodari na moyo wa ushujaa. Na Mungu anaendelea kusema kwamba kama vile nilivyo na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe. Kwa nini? Alijua wana wa Israeli wameleta changamoto nyingi maeneo mbalimbali, na Musa kama kiongozi wa wana wa Israeli, kuna wakati alishindwa, kuna wakati aliteseka. Kwa hiyo Yoshua alipokuwa anakabidhiwa jukumu la kuongoza wana wa Israeli, alikuwa anawaza kwamba watu hawa ni watu wenye mioyo migumu, ni watu wanaolaumu, ni watu wanaonungunika, nitawezaje kuwaongoza? Lakini Mungu akaingilia kati, akaondoa hofu yake, kwa sababu hofu ingefanya paralyze, ingefanya uwezo wake wa kutenda usifanikiwe, usionekane. Yani nguvu ya kufanikiwa alionayo isingeweza kumsaidia, kwa sababu hofu ilikuwa tayari imemtawala. Ndio usiogope, kama vile nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe. Haijalishi ni mambo ya kiroho au ni mambo ya kimwili, hofu ni mbaya sana. Kitu kingine ni manunguniko. Manunguniko ni tabia mbaya sana ambayo yeyote anayependa kunungunika hafanikiwi. Mtu anayenungunika kwanza haonei huruma wengine, anajionea huruma yeye peke yake, na anaona kama yeye ndo anateseka, wengine ni haki yao. Kisoma kwenye Biblia inasema wakati fulani wana wa Israeli wanatembea katika jangwa, ikafika mahali wanamnungunikia Musa, wanamwambia kwa nini umetuleta huku ili tufe? Bora ungetuacha Misri, tulikuwa tunakula nyama, tulikuwa tunafurahi, ungetuacha kule. Kwa nini umetuleta huku ili tufe? Sasa fikiria, Musa sio kwamba yeye ana maji, Musa sio kwamba yeye ana chakula,
Haruni sio kwamba ana maji, sio kwamba ana chakula. Nao pia wana njaa. Yaani wewe unalalamika una njaa wakati kiongozi wako naye ana njaa. Tena viongozi wakati mwingine ndio kabisa kitu kikipatikana chakula anawaachia watu wengine wenyewe wawali. Maana yake kama ni njaa inawezekana Musa ana njaa zaidi, inawezekana kama ni tena wewe Musa ndio wakati mwingine anaenda anafunga, anamuuliza Mungu, lakini hao wanaokula hao ndio wanaongoza kwa kunungunika. Hao wanaokula hao ndio wanaongoza kwa kusema wanateseka kwamba wao wamekumbuka chakula. Yaani wenyewe wanakumbuka vyakula tu, wanakumbuka nyakati nzuri tu kwao, lakini sio kwa watu wengine. Kwa hiyo kunungunika nayo ni tabia mbaya. Kama unapenda kunungunika, achana hiyo tabia. Hutafanikiwa katika maisha, kwa sababu kunungunika kunafanya uone wenzao kwamba wenyewe wanaishi maisha mazuri, wewe unateseka, wakati inawezekana wewe uko katika hali nzuri kuliko watu wengine. Kunungunika mbaya sana. Maneno mabaya ni mbegu pia ya uharibifu ambayo inaondoa uwezo ulionao wa kufanikiwa. Ukiwa mtu wa kusema mambo mabaya, kwanza unatumia muda vibaya, kwa sababu wakati ambao ulitakiwa kuwa na maneno, kuongea maneno mazuri, kukutana na watu ambao wanaongea vitu vizuri, unakutana na watu ambao wanaongea mambo mabaya, kinyume na watu, mambo mabaya, mtazamo tofauti mtazamo ambao ni kinzani, ambao unapingana na uhalisia. Kwa unajikuta unapoteza muda mrefu kujadili mambo ambayo yanakufanya upige mark time. Unasimama unatembea sehemu pale pale, hamna hatua yoyote unayepiga, kwa sababu maneno mabaya yanaharibu tabia njema. Biblia inasema maneno mabaya yanaharibu tabia njema, na ukiwa ukiwa na tabia mbaya huwezi kufanikiwa. Hakuna mtu anayefanikiwa na tabia mbaya. Hata mwanafunzi shuleni unaweza kawa una akili kweli kweli, very bright, shule nzima wewe unaongoza, lakini kama una tabia mbaya hauwezi kufanikiwa. Kuna mahali ambapo patahitaji karakta yako ikubebe. Na ndio maana watu wenye uelewa wa kawaida, wenye ufaulu wa kawaida, wanafunzi wenye ufaulu wa kawaida wanaenda mbali, wanafanikiwa sana. Lakini wale ambao wana akili, wanajiona wana akili sana, huwa wanaharibika, hata wafiki mbali. Kwa nini? Kuna namna ambavyo wameshika mambo mabaya, na yale mambo mabaya yameondoa uwezo wao wa kufanikiwa. Kwa hiyo maneno mabaya ni kati ya maneno ambayo yanaharibu sana uwezo wa kufanikiwa. Na ili uweze kufanikiwa, huyu adui ni adui ambao unapaswa kumwomba Mungu akupe hekima na maarifa. Jiungamanishe na watu ambao wanawaza mambo mabaya, mambo mazuri, ambao watu positive, wanawaza mambo mazuri, wanazungumza mambo mazuri kwa wengine, wana mtazamo mzuri kwa maisha na kwa mambo mengine. Kuna watu kazi yao ni kukaa wanawaza tu, wanaongea mambo mabaya kuhusu watu wengine. Tena unaweza kukuta muda mwingine huyu anayeongea mambo mabaya kuhusu mtu mwingine, yeye mwenyewe maisha yake yako duni, yeye mwenyewe uhakika wa kula hana, yeye mwenyewe hana kazi yote ya kufanya, lakini anakaa anazungumza vibaya matajiri. Yaani wamekaa watu hawana chochote wanachowaza, hawana biashara yoyote wanayofanya, hawana wazo la biashara lolote wanaolifanyia kazi, lakini wanaanza kujadili matajiri jinsi ambavyo wanafanya mambo mabaya. Wanajaribu yaani wanawaza wanaongelea upande negative tu wa watu waliofanikiwa. Kumbe walipaswa kuzungumza mazuri mazuri ya mtu huyu aliyefanikiwa, ili yawasaidie nao, ili yawa inspire. Lakini ungesema huyu anajifanya kwamba yeye amefanikiwa, yeye ana pesa, basi analeta dharau. Angalia upande ule kwamba amefanikiwa, ana pesa, ana nyumba, ana magari, amepataje, anafanya biashara, anafanikiwaje kwenye biashara. Angalia ule upande mzuri, ndio utakusaidia kufanikiwa. Lakini ukiwa unawaza mabaya, kila wanadamu wote, kila mtu na mapungufu yake. Kwa ukikaa unatafuta, unachunguza mabaya ya mtu, utayapata. Na mwisho siku utakuta unazungumzia hayo, lakini mtu anafanikiwa, wewe unabaki na maisha hayo. Nisoma kwenye Biblia kitabu cha Mathayo sura 25 kuanzia mstari wa 14 pale na kuendelea. Biblia inatoa mfano wa mtu mmoja ambaye ametajwa kama bwana. Kulikuwa na bwana mmoja, alikuwa na watumishi watatu. Wakati anaondoka akawapa kitu cha kuzalisha. Biblia imetoa mfano, imesema talanta. Wakapewa talanta. Mtu wa kwanza alipewa talanta 5 ili azalishe. Talanta 5. Mtu wa pili akapewa talanta 2. Mtu wa tatu akapewa talanta 1. Biblia inasema hivi: aliyekuwa
amepewa talanta 5 akazalisha 5 zaidi. Aliyepewa talanta 2 akazalisha 2 zaidi. Lakini aliyepewa talanta 1 alichimba shimo, akaifukia, akaendelea na shughuli zake zingine. Sasa Biblia inasema bwana wao, yani huyo mtu aliyewapatia hiyo kazi au huyo investor aliyowapatia hizo share wa invest wazalisha, akaja akitaka return ya kile ambacho aliwapa wale watu wa invest wazalishe. Yeye asema alipomkuta wa kwanza akamwambia, nilikupatia talanta 5. Akasema ndio bwana wangu, nimezalisha 5 zaidi. Akaambiwa mtumwa mwema, safi sana. Wa pili akasema bwana wangu, ulinipatia talanta 2. Akaambiwa mtumwa mwema, umefanya vizuri. Sasa angalia huyo mtumwa namba 3. Mtumwa namba 3 ukisoma Mathayo sura 25 mstari wa 24, Biblia inasema huyo mtumwa akaanza kwanza kuongea shit, akaanza kuongea upumbavu. Anasema wazalisha, wazaba, wavuna pasipo kupanda. Najua wewe ni mtu mbaya. Angalia wenzako wote wameulizwa, bwana ripoti yako nimekupa 5, nimezalisha 5. Watu wanaofanya kazi hawaongei sana mambo ya hovyo. Watu ambao wanajituma kufanya kazi, wanakuwa busy na kazi, hawana nafasi ya vitu vya hovyo. Lakini huyo jamaa wa kwanza kapewa 5, kazalisha. Wewe vipi? Nipe report. Nimezalisha 5 zaidi. Wewe 2, nimezalisha 2 zaidi. Huyo mtu aliyepewa 1 anaanza akasema, nalijua ya kwamba wewe ni mtu mbaya. Yaani report yake ndio inaanza hapo. Nalijua ya kwamba wewe ni mtu mbaya. Wavuna pasipo kupanda, sio wakusanya pasipo. Ameongea vitu kama 6 hivi pale. Ameulizwa tu report yako, nipe report yako. Ile ndio kupa umezalisha katalanta kamoja. Yaani kuhusu kufukia amesema mwishoni, lakini mwanzo anaanza wewe ni